Mwanadamu, kitu ambacho itakiwa uishi kwacho, kitu ambacho itakiwa upiganie duniani katika siku za maisha yako yote ni kutenda vema, ni kutenda sawa sawa. Ni maombi yangu kwa Mungu kwamba Mungu, kama kuna watu watakuja kutajwa kwamba walikuwa wema, basi mimi niwepo, lakini nimeona vema nikukumbushe kwamba kama kuna kitu cha kukipigania, kama kuna kitu cha kukipigania, cha kulala macho kwacho, usilale macho kwa sababu ya mwanaume mwanamke. Usilale macho kwa sababu ya pesa, hapana. Usilale macho kwa sababu ya unajenga nyumba, unataka uwe na mtoto, hapana. Kitu ambacho ni vema sana kikakulaza macho ni kutenda vema. Kitu ambacho ni vema sana kikakuacha bado yani una maswali ambayo hana majibu, basi ni kuwaza kutafuta kwamba nitafanyaje ili nifanye sawa sawa. Nitafanyaje ili nitende sawa sawa, kwa sababu mwanadamu hata uonekane kwamba wewe utaishi miaka 100. Hata wewe useme mimi nitaishi miaka 90, 70. Bado siku tulizopewa kuishi ni chache, alafu kama si tu chache, basi ni siku zilizojaa uchungu, maumivu, mateso. Yaani haijalishi wewe ni rais, haijalishi wewe una cheo chochote, haijalishi wewe una fedha kiwango chochote, haijalishi wewe una ndugu anakupenda kwa kiwango chochote. Uzuri wake hakuna mtu ambaye aliishi duniani hakuwahi kulia. Hivyo basi, kama hakuna mtu ambaye hajawahi kulia katika dunia hii, ni vema sana katika kuishi kwako ukatafuta kufanya sawa sawa, ukatafuta kutenda sawa sawa, kwa sababu usije ukaja kufika mahali ukaanza kujutia siku hizo ulizoishi. Biblia katika kitabu cha Ayubu sura 14 mstari wa 1 anasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yaani huyo mwanadamu kwenye siku hizo anazoishi si nyingi, naye hujaa taabu. Katika hizo siku huyo mwanadamu anajawa taabu. Hivyo basi, katika hizo taabu ambazo Mungu amesema tutakuwa nazo, wewe ni vyema ungekuwa unataabika kwa sababu ya yale mambo utakayoyafanya. Ni vyema ungekuwa unataabika kwa ile haki utakayokuwa unaishi nayo, na si vinginevyo. Ikiwa utaanza kutabika, utaanza kinywea kikombe ambacho wewe mwenyewe ulionywesha watu, itakuwa ni maumivu makubwa sana. Ikiwa utauliwa kwa upanga ambao na wewe uliwahi kuua watu, itakuwa ni maumivu makubwa sana. Lakini mtu anakuwa na tumaini kama yeye aliishi vizuri, anapitia taabu sawa sawa na haki yake. Hiyo ni heri sana. Hivyo basi, siku kama tulizopewa kuishi si nyingi, tafuta kuishi vizuri. Ni maombi yangu kwa Mungu kwamba Mungu, mimi nisaidie siku chache nilizopewa kuishi dunia nifanye sawa sawa, hata siku yangu ya kuondoka duniani itakapofika niseme maisha yangu ya nyuma niliyatendea haki, ubinti wangu nilitendea haki, siku Mungu azonipa kuishi nilizitendea haki. Hivyo basi, fikiri pamoja nami. Amen.